26 na ni mkazi wa kijiji cha Garura wilaya ya Songwe mkoani Songwe. Na mtuhumiwa mwingine ni Msafiri Peter Mwahonje maarufu wa kwetu. Huyo ana umri wa miaka 48, ni mkazi wa Matundas wilaya ya Chunya. Na mtuhumiwa tatu ni Uhuru Ulaya Sukwa mwenye umri wa miaka 63. Huyu ni mkazi wa Magamba wilaya ya Mbozi mkoa wa Songwe. Hao wote wameshikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji ya mfanyabiashara mmoja wa madini ambaye anaitwa Peter Bruno Mteta mwenye umri wa miaka 59, mkazi wa Matundas wilayani Chunya, ambayo yalitokea Oktoba 12 mwaka 2024 majira ya saa 2 za usiku. Na mauaji yalifanyika kwa kumpiga risasi mgongoni akiwa nyumbani kwake. Baada ya tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ikitumia kikosi chake maalum cha ufuatiliaji wa matukio makubwa iliweza kuanza upelelezi chini ya mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai na kuanza ufuatiliaji wa tukio hili. Na ilipofika tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2024 huko katika kijiji cha Ubaruku kilichoko katika wilaya ya Mbarali mkoa wa Mbeya, watuhumiwa wote watatu walikamatwa kuhusiana na tukio hili na wakiwa na silaha iliyotumika katika tukio pamoja na risasi ambazo zilikuwa zimebakia, ambazo pia walikuwa wanaendelea kujipanga kwa ajili ya kufanya uhalifu mwingine. Sambamba na hilo, jeshi la polisi pia linamshikilia mtu mwingine ambaye anaitwa Hamza Shizia Kasunga. Huyu ana umri wa miaka 50, ni mkazi wa Magorofani jijini Mbeya. Naye anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya mke wake ambaye anaitwa Amy Fredi Mwasile mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa Forest Magorofani jijini Mbeya. Anashikiliwa kwa kosa la mauaji kwa kumpiga na kitu kizito sehemu mbalimbali za mwili wake na kumsababishia kifo. Na tukio hili limetokea tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2024 huko mtaa wa Forest mpya jijini Mbeya. Na chanzo au sababu ya mauaji haya ni wivu wa mapenzi, akiwa akimtuhumu mke wake kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtu mwingine ambaye ni mwanaume. Baada ya tukio hilo, mtuhumiwa alikimbia na ufuatiliaji uliweza kufanyika, ndipo mnamo tarehe 23 mwezi wa 10 majira ya saa 9 alasiri katika mji mdogo wa Tunduma ulioko mkoa wa Songwe, mtuhumiwa alitiwa hatiani, alikamatwa kwa maana nyingine na kufikishwa katika kituo cha polisi akiwa katika mpaka wa Tanzania na Zambia, akijipanga kuvuka mpaka kwa ajili ya kutoroka ili tukio lililofanya. Lakini pia jeshi la polisi mkoani Mbeya vile vile linawashikilia watuhumiwa 23. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya uvunjaji pamoja na wizi na kuiba katika maeneo tofauti ya mkoa wa Mbeya. Baada ya kukamata watuhumiwa hao 23, zipo pia mali mbalimbali ambazo zimeweza kukamatwa na ambazo walikutwa nazo wakiwa wamezihifadhi kwenye majumba yao. Miongoni mwa mali hizo ni televisheni 16, radio za aina mbalimbali 5, spika za radio 8, majiko ya gesi 3, mitungi 2 ya gesi, mita 2 za mamlaka ya maji safi ya mjini Mbeya, na mifuko ya saruji 62 pamoja na air compressor 1 na gorori zipatazo 47 ambazo zinatumika katika makarasha ya kusaga mawe ya dhahabu. Pia katika mwendelezo wa msako unaoendelea kufanywa na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, watuhumiwa wengine 31 waliweza kukamatwa kwa nyakati tofauti kwa tuhuma za kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi ambayo ilikuwa na kiasi kama cha kilo 18 na gramu 820, pombe haramu ya moshi maarufu gongo yenye ujazo wa lita 104 na mitambo ya kutengenezea
pombe hiyo, ambayo ni mtambo mmoja ambao uliweza kukamatwa. Pia watuhumiwa wengine 8 wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya wizi kwa njia ya mtandao pamoja na kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kutoka kwa wananchi. Watuhumiwa hawa walikutwa baada ya kupata taarifa za siri, walikutwa wakiwa na nyaraka mbalimbali ambazo wanazitumia katika kuwaragai wananchi, vikiwemo vitambulisho vya kupigia kura, laini mbalimbali za mitandao tofauti za simu pamoja na mihuri ya